Yes, yes. My people, welcome to Disciple Official TV. Welcome. Kumbuka by the way subscribe, like the video, share and comment, and Mungu atakutenda mema. By the way, muko namna gani? Amini mko fiti? Mimi pia niko salama. Mungu amekuwa mwaminifu. Nataka tuweze kuangalia kuhusu jambo hili. Na mimi nimeona video ambayo mtume Elijah alikuwa kwa mlima akiomba. Na mimi mliona kila ambacho kilitokea. What is your thoughts about this video and this mtume wa YouTube? Kuna kitu haiacha, kuna kitu hapa haieleweki. Kuna kitu hapa haieleweki, inahitaji mwelekeo tuweze kuelewa. Kwa sababu tumesikia mambo mengi, tuliona yale yote aliyafanya kwa Pastor J. Tukaona yale yaliyoendelea, and we still waiting tuone ilifikia wapi. Tukaona yale Alex na hope. Tumeona hiyo video ambayo mtume alikuwa kwenye mlima akiwa kwenye maombi. Nataka niwaambie mtu kuhusu mambo haya yanayoendelea. Nataka nifunulie mtu kitu hapa. Ni vyema kusikia sauti ya Mungu, ni vyema kunenewa na Mungu kuliko kunenewa na wanadamu. Ni kweli Mungu anatumia watu kufikisha ujumbe wake. Mungu anatutumia wajumbe wake. But mtume ni nani? Mtu ambaye anaitwa mtume ni nani? Ni mtu ambaye ako na qualification ipi? Na mtu ambaye anaitwa malaika ni nani? Kwa sababu we know angel akina malaika ile kina nani. So nimeanza kuona watu wakiita Joshua mtume, watu wanamuita malaika. I'm not against that, siko against hilo. Lakini nataka nifundishe mtu hapa. Malaika ni specific messenger kutoka kwa Mungu. Malaika ni specific messenger kutoka kwa Mungu, wala hawafai mwili wa mtu kufikisha ujumbe. Mtume most of time pia tumeona ni messenger kutoka kwa Mungu ambao wanatumia miili ya watu kufikisha ujumbe. But what is can be happening here? Ni nini kinaweza kuwa kinaendelea hapa kati ya mtume Elijah na mtume Joshua? Sababu tumeona mtume Elijah akifanya mambo makubwa, mission mingi sikikamilika. Soon tumeona mtume Joshua pia akitoa ujumbe wake kuhusu afande Alex and mtume Elijah. What is your thoughts here? Na mbona hii video wakati walipokuwa wanachukua mtume Joshua, si ni mimi niliona peke yangu? Mbona hawakumuonyesha, but walionyesha half? Mbona hawakutaka tuone kwenye uso wake? Mbona wakaonyesha half? Wakati walikuwa wanachukua video ya mtume Elijah, he was in full. Mbona hii wamechukua half? Je, kuna jambo fiche ambalo sisi mashabiki hatuelewi? Je, kuna jambo fiche mahali hapa ambalo sisi mashabiki hatuelewi, ambalo pia ni lazima tuweze kulijua, litakuwa la msingi kwetu? Na haya maombi ya mtume Elijah akiwa kwenye mlima, kuna jambo pia sielewi, maana kasi ya Mungu haiendi namna hiyo. Ndio vema, unajua most of time hao wa mitume wa YouTube kuna kitu si kama watu wanakundua,
lakini lazima uwe na your spiritual father or mother. Na kama wapo lazima pia ufundishwe, sababu utume unaingia tu wakati Mungu anataka kufikisha specific message. But utakapo pia ukaa katika fundisho, maelekezo, actually utapata msingi ulio mwema katika huduma ya Mungu. But ukipaki tukua ya kwamba mimi ni mtume, imeisha wewe ndio final, wewe ni kama Mungu, hakuna jambo linaweza likaendelea mahali pale, wala ndio unapata kwamba mambo mengi nafika inatukuta ama inatupiga nje. Mahali hapa nilikuwa nasikiza maombi ya mtume Elijah na nikaona utofauti mkubwa sana na ule wa kwanza. Kuna uwezekano, je, haya mambo anayoyaongea ni ukweli ama ni nini? Ama ni mimi nilielewa peke yangu? Na hapo angalia maombi yake na ya mwanzo, tofauti kubwa. Maana maombi haya ilikuwa tu ya kwamba anang'ang'ana kujitetea, wanadamu wajue ya kwamba yeye si mtapeli vile watu wanaongea, si muongo vile watu wanaongea. Maombi yake most of time yanathibitisha katika njia kama hiyo. Ila Biblia inasema ya kwamba kazi hii tunayoifanya si yetu, ni ya Mungu. Na vita si vyetu, vita ni vya Mungu. Mungu ndiye anatupigania. So haina maana tujionyeshe kwa wanadamu ya kwamba we are holy, but let God indicate us. Ya Mungu atuonyeshe, ama Mungu asimame atutetee, kwa sababu hii ni kazi yake. Bado unapoangalia haya maombi, hata kama ni ya uchungu, ni kweli sometimes unapokuwa umeongelewa mambo ambayo maybe unahisi ya kwamba yako sahihi upande wako, yanaumiza moyo. But je, haya maombi je, yako na chemchemi za kiungu ndani mwake? Na je, hawa vijana ambao walifika ya kwamba mtume akaanza kuombea, je, haikuwa plan hii kitu, ama mimi naona namna gani? Mbona wakati alienda kwa mlima akifunga hawakuchukua the whole video? Walijuaje kwamba hawa vijana wanakuja, sasa ndio waanze kuchukua video watuwekee mahali pale? Watu wa Mungu, si lazima tukienda kufunga kwenye milima tuchukue video tuonyeshe watu kwamba tuko katika mlima tunafunga. No, acha maombi yetu yakuwe ya siri, ili ya kwamba Mungu aweze kudhibitisha. Si ya kwamba lazima tung'ang'ane kudhibitisha kwa wanadamu. So mtume Elijah lazima angeenda kwa magoti amtafute Mungu katika njia fiche. Si ya kwamba lazima tuwekee video ndio tuone ya kwamba kwa holy. No, kuna kitu kinaendelea mahali hapa. Kuna kitu inaendelea mahali hapa. What I can advise Elijah, amtafute Mungu. Amtafute Mungu kwa njia ambayo inaeleweka. Amtafute Pastor J, hata kama kuna mambo ama kuna kutokuelewana, amtafute Pastor J ili wapate msingi ulio mwema. Ni kweli kufungua YouTube si shida, kufungua channel yake si issue, sababu pia ni mwanadamu, anataka kule, familia kule, so kufungua channel si issue, kwa sababu unapoangalia hapa kuna mambo mengi sana yanayofinyilia hapa watu wengi. Sababu nakumbuka maisha ya Pastor Jeff amekuwa huko nyuma kuteseka, fedha ikakuwa ngumu pande wake, hata Bella mlisikia akilalamika, analala njaa, anataka kwenda nyumbani. Hapo mliona hiyo video. Parimizi ya kwamba Pastor Jeff hakuwa na uwezo wa kulipa Elijah. Nakumbuka kwamba Elijah hakuwa mfanyikazi, lakini alikuwa tu messenger kutoka kwa Mungu. Hakuwa na uwezo wa kulipa afande Alex, Mary, George. Ndio maana hata for now hamjai waona Moha wako wapi, Junior wako wapi. Parimizi ya kwamba uwezo hakuwa nao wa kulipa hao watu, hata nyumba mahali pa kuishi. Hapo mliona kile kitu ambacho kilifanyika. So it is not easy kwa haya mambo vile watu wanayaona kwa mambo ya kawaida. Parimizi ya kwamba pesa haikuwepo, fedha haikuwepo za kulipa hao watu, ndio maybe wameamua kuungana, ama ndio ilisababisha hapana Elijah pia atafute maisha yake, afande Alex pia atafute maisha yake. We never know. But hapa kuna mtu ametoka katika laini. Hapa kuna mtu aliyetoka katika laini ambayo inataka lazima apate msaada ili aweze kuinuka tena na kusimama tena na Mungu aweze kumtumia zaidi. Na pia Pastor Elijah, Pastor J, lazima uisikie sauti ya Mungu. Watu wanafunga, ni kweli wanamtafuta Mungu. Watu wanaenda kwa milima wakimtafuta Mungu, lakini familia, mke wako atakupigia simu namna gani? Number 1, 2 mpaka 5 times au shiki simu, tuko katika maombi. You need also to hear the voice. Sababu hata Pastor Nanzi alitumana ujumbe
you didn't need, huku respond kwa ujumbe wake, kasema uende nyumbani, ukwenda. Mtume Joshua alitumana ujumbe huku tii. Dalimizi ya kwamba haya yote pia ni wewe unajiletea. Ni vyema kuitii sauti ya Mungu. Usingangane ya kwamba lazima Mungu ashuke kwenye mlima anene na wewe. No, Mungu anaweza tumia mtu yote, hata mtoto kufikisha ujumbe. So it is good to understand the voice of God, na kisha mambo makubwa itaweza kufanyika. Asanteni sana watu wangu, tukutane kwa next video na Mungu atende mema. Make sure umesubscribe, umelike the video, umeshare, umecomment, na kisha Bwana atakutenda mema ili ya kwamba tukuze channel hii pamoja. Nitakuletea mambo motomoto, nitakuletea mambo motomoto. So make sure by the way umesubscribe, umesupport kwa kusubscribe this channel, to like, to share, kwa sababu ya mambo makubwa ambayo ninakuletea hapa, mambo makubwa ambayo ninakuletea kwa hii show yetu ya Disciple Official TV. Thank you so much. Thank you so much.